Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Kuna kitu ambacho nitaka kuzungumza, ni kwa habari ya mambo ambayo ni ya msingi sana. Naomba tuanze kwa maombi. Baba, katika jina la Yesu, Roho Mtakatifu, wewe ndiye uliyeumba mbingu na nchi na dunia na vitu vyote. Bwana, utukufu na heshima vinakurudia wewe tu, kwa kuwa wewe ndiye Mungu mkuu. Tazama Mungu, achilia uwepo wako na ukapate kuzungumza nasi watoto wako, kwa kuwa wewe ni Mungu unayetujali na kututhamini, katika jina la Yesu, amen. Jamani, kuna kitu ambacho napenda kuzungumza, kama vile ambavyo Kristo ametangulia kutuambia kwamba muonyane kwa upendo na kwa upole. Basi miongoni mwa vitu ambavyo napenda kuzungumza siku ya leo, wewe ambaye unasikia ujumbe huu, Mungu anazungumza na wewe kwa habari ya usiwe mshabiki wa watumishi. Unajua, miongoni mwa vitu ambavyo vimeleta upotofu mwingi katika kizazi hichi ni watu kuwa washabiki wa watumishi. Unajua, Biblia inasema kwamba sisi sote ni mwili mmoja katika Kristo Yesu, na tunapokuwa mwili mmoja, maana yake sisi yote ni wamoja katika Kristo. Na mtu yote anapokosea ni lazima aonywe. Na tunaposema ni mwili mmoja, maana yake sisi yote tunamfuata Kristo. Tunamfuata Kristo. Unajua, Mtume Paulo alisema hivi, nifuateni mimi kama vile ambavyo mimi ninamfuata Kristo. Kwa hiyo hii inamaanisha ya kwamba mahali ambapo yeye alikuwa hamfuati Kristo, haikutakiwa tumfuate. Na ndio maana baadhi ya vitu ambavyo alivizungumza, kwa mfano swala la kuoa, kuna mahali alisema hivi, lakini hapa si Mungu bali ni mimi. Lakini akasema hivi, kila mtu afanye aonavyo vema, hakulazimisha mtu. Kwa hiyo katika hili, ijapokuwa alilizungumza ilikuwa ni jambo jema, lakini kwa kuwa halikuwa la Kristo, lakini ilikuwa tu ni ushauri wake. Sio lazima kuoa au kutokoa, ni maamuzi yako binafsi. Kwa hiyo anaposema msiwe washabiki, tunaposema msiwe washabiki wa watumishi, maana yake usiwe mtu ambaye ni kama nyumbu ambaye anaongozwa. Mtumishi ambaye unamkubali, chochote anachokifanya wewe unakubali, chochote anachokisema wewe unafuata. Jamani, ukiwa na namna hiyo utapotea. Unajua, ukiangalia dunia leo, kuna watu wengi ambao ameshajimilikisha kwa mtumishi fulani. Maana yake amemwona yule mtumishi sasa ndo kama kila kitu kwake. Yaani maana yake akikosea yeye anafuata tu, akiwa sahihi yeye anafuata. Yaani yeye anafuata, bora akiwa sahihi ufuate. Lakini inabidi umfuate Kristo. Maana yake huyu mtumishi atakapokosea, na wewe utajua kwamba hapa amekosea, hautamfuata. Sasa watu wengi wamekuwa wanaongozwa kama nyumbu tu. Kiasi ambacho hata watumishi wamekuwa wakikosea, wao wanafuata tu. Jamani, huu ni ujumbe wa Mungu kwako, usiwe mshabiki wa watumishi. Tunapookoka sisi wote tunakuwa ni washabiki wa Yesu. Tuseme tunamfuata Yesu. Chochote ambacho Yesu anataka tutakifuata, lakini sio mwanadamu. Hata kama akiwa ni mchungaji wako au akawa ni nani, akikosea unaachana naye katika hilo. Lakini anapokuwa sawa unamfuata. Na ndio maana Paulo akasema mnifuate kama mimi ninavyomfuata Kristo. Kama amfuati Kristo unamwacha. Unajua, kuna kitu ambacho nitaka nizungumzie. Ukiangalia katika wakati tulionao, kuna huyu mtumishi wa Mungu anaitwa Pascal Cassian, ambaye alikuwa ni mtumishi ambaye ni mzuri sana, na kwa sehemu kubwa nyimbo zake zina ujumbe mzito ambao umeleta matokeo mazuri kwenye maisha ya Wakristo. Ni kweli, ukiangalia ameimba nyimbo nyingi ambazo ni nyimbo zinazohamasisha wokovu na toba. Lakini pamoja na hayo yote, mimi simkatai huyu mtumishi. Lakini anapokosea ni lazima pia tujue, na anapoanguka ni lazima pia tujue. Tusiwe kama nyumbu. Ukiangalia wimbo aliotoa sasa hivi ni wimbo ambao ni miongoni mwa nyimbo ambazo yeye wakati ule alikuwa anazipinga. Maana yake nyimbo zote ambazo zina maudhui ya kidunia, zina biti za kidunia, miondoko ya kidunia, ni nyimbo ambazo ni hatari sana kwa Kristo, na mtu yeyote ambaye anazisikiliza hawezi kuingia ufalme wa Mungu. Kwa hiyo sasa, watu wa Mungu, msipotoke wala msidanganyike. Huyu ni kweli ni mtumishi wa Mungu, ni Cassian yule, lakini je, anamfuata Kristo katika hili? Katika zile nyimbo alizokuwa anazitoa mwanzo, kweli unaweza ukafanyaje? Ukaona zilikuwa zinawepa Mungu. Lakini huu ni wimbo wa kuzimu, na mtu yote ambaye atausikiliza na kuamini na kuishi katika huo,
ukiingia ndani yake, tuseme wimbo huu unaleta unajisi katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo mtu yote ambaye atausikia na kukubali na kuupenda, tayari moja kwa moja unasababisha awe ni mtu ambaye amefanyaje, ameuza nafsi yake kwa shetani. Kwa sababu kitu chochote ambacho sio uvuvio wa kimungu, maana yake ujue ni uvuvio wa kishetani. Huu wimbo sio wa kimungu. Ninaonya na ninaonya tena, kama unampenda Mungu, na haijalishi huyu mtumishi alikuwa ni mtumishi wa kweli, sijajua sasa kama amegeuka au hajageuka, hayo anajua yeye mwenyewe na Mungu. Lakini katika hili jamani, huu wimbo aliotoa, kama wewe ni mtakatifu, hakikisha unaepuka. Na kitu kibaya zaidi ni kwamba wale watu ambao wanakuaga washabiki wa watumishi, hata akikosea wanakuwa wapo mbele kumkingia kifua, kwa kiasi ambacho huyu mtumishi sio rahisi tena kuonyeka, kwa sababu ameshaona kuna watu wana msupport. Kwa hiyo unapomsupport, maana yake wewe mwenyewe unashiriki dhambi zake. Lakini kama ukiwa shabiki wa Kristo, tuseme kama ukiwa mfuasi wa Kristo, hautakuwa mfuasi wa mwanadamu. Ukiwa mfuasi wa Kristo, maana yake huyu ambaye ulikuwa unampenda akikosea, ni rahisi kumonya na pia ni rahisi kumsaidia atoke katika upotofu na udanganyifu. Lakini ukishikamana naye hata kwenye dhambi, maana yake wewe unakuwa ni chanzo pia cha kupotoka kwake. Kupitia maonyo watu waga wanageuka. Kwa hiyo anaposikia ujumbe huu anatakiwa atubu. Lakini pia wewe ambaye unampenda na kushauri usishirikiane naye katika hili. Usio upande wake, kuwa upande wa Kristo. Kupitia ujumbe huu Kristo anaonya huu wimbo sio sahihi. Kwanza ukiangalia ni kweli anajitetea kwamba amefanya kama Harmonize, lakini hata asingeweka kikohozi kile kulingana na maudhi na jamii tulionayo, miondoko ya namna ile, maana yake kama ni Harmonize, yule msanii wa kidunia Harmonize, maana yake mtu yoyote, maana yake yeye kwa kujali maudhui ya Kikristo asingeweka kile kitu, ijapokuwa si dhambi kukohoa, lakini kwa sababu ile miondoko ni ya mfumo wa huyu Harmonize, maana yake kwa sehemu kubwa ni kama pia unahalalisha vile vitu ambavyo yule Harmonize anavifanya. Lakini pia midundo ya mapiano ambayo yeye mwenyewe alikuwa anaipinga. Unajua Biblia inasema hivi, msiige dunia wala msipende dunia. Anaposema msipende dunia wala vitu vilivyo ndani yake, kwa kuwa mtu akipenda dunia, kumpenda Baba hakumo ndani yake. Unajua kuna staili za kumtukuza Mungu, lakini pia kuna staili ambazo ukiimba zinasababisha zinaleta tu utukufu wa wanadamu. Yaani watu watapenda, maana yake ni staili zinazoleta burudani, zinafurahisha mioyo. Lakini hazileti uwepo wa Mungu, hazileti utukufu wa Mungu, hazileti ibada kamili ya Mungu. Kuna utofauti kati ya kumwabudu Mungu na kuburudika. Kuna utofauti kati ya uwepo wa Mungu na kuburudishwa na wimbo. Sasa nyimbo za kidunia asilimia kubwa aga zinaleta burudani. Ni watumishi wengi ambao ni waimbaji, wanaimba nyimbo lakini zinaleta burudani, lakini hazileti utukufu wa Mungu. Unapoimba nyimbo hizi hauoni uwepo wa Mungu. Unapoimba nyimbo hizi au unaposikia nyimbo hizi hausikii bubujiko la Roho Mtakatifu, hauoni uwepo wa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo tunaposikia ujumbe huu tujue kwamba kuna utofauti wa nyimbo, sio yeye tu. Wapo watumishi wengi sana. Na kupitia ujumbe huu ningependa kuwaonya pia watu ambao wanafuatilia nyimbo za baadhi ya waimbaji. Kuna mwimbaji huyu nani? Kuna mwimbaji kama, ningependa kumuonya Joel Lwaga. Ukiangalia ule wimbo wa kuna wimbo ambao ulitoa ule unaitwa Olodumare. Unaposikia ni kweli yamkini ukakutana na baadhi ya maandiko kwenye wimbo wake au baadhi ya vitu ambavyo ni neno la Mungu. Lakini nadhani kuambia hivi, wimbo wote wa kimungu waga unaleta kupinga dhambi, kupinga uovu. Kama sio hivyo, hata kama una ujumbe tu wa kawaida ambao ni wa neno la Mungu, haupingi dhambi, lakini utasikia uwepo wa Mungu na babujiko la uwepo wa Roho Mtakatifu. Lakini badala yake hizi nyimbo unaposikia unasikia kuburudishwa. Yaani maana yake ni wimbo ambao unaleta utukufu wa wanadamu. Jamani, hata kanisani wanakwaya waimbaji. Kanisani sio sehemu ya kuburudika. Kanisani sio sehemu ya kuburudika.
tutaenda kupata raha mbinguni. Kanisani mahali pa kumwabudu Mungu na kutafuta uwepo wa Mungu. Kwa hiyo nyimbo zozote zile ambazo ndani yake zimebeba burudani, unatakiwa uwe makini sana. Kuna yani wimbo wote ambao umebeba burudani ndani yake uwe nao makini sana. Wimbo wa kimungu waga unakuwa umeambatana na upako na nguvu za Mungu, lakini pia na injili au maonyo, ambao vyote hivyo moja kwa moja matokeo yake waga vinaleta utukufu kwa Mungu, lakini pia vinaleta mabadiliko katika utu wa ndani wa mtu. Hiyo ndo injili na hizo ndo nyimbo za kimungu. Lakini zile za kidunia unaposikia unatamani kucheza, kuburudika, utatamani tu kucheza. Yani ukiusikia wimbo wa kidunia unatamani kucheza, unatamani kuburudika. Basi yani sana sana waga ni hivyo. Lakini aga hauna matokeo yote ya kiroho. Jamani, kuburudika sio matokeo ya Roho Mtakatifu. Kuna bubujiko la ndani ambalo Mungu waga Mungu analiachilia kwenye nyimbo za kiroho za kweli. Kwa hiyo ule wimbo aliotoa Pascal Cassian ni wa kishetani kabisa. Na unaposikia ujumbe huu, usiudownload wala usiusikilize wala usiupende, ila unatakiwa kuwaonya watu ambao wanausikiliza, kwa sababu kama usipousikiliza utapata madhara, lakini ukiusikiliza utakuletea madhara. Na sina wivu na huyu mtumishi hata kidogo. Sina wivu naye wala simchukii. Kwa hiyo ndio hivyo. Mungu awabariki. Amen. Baba, asante kwa ajili ya ujumbe huu ambao Mungu umeruhusu uzungumzwe. Wewe mwenyewe umeruhusu, jina lako litukuzwe na kubarikiwa. Asante kwa ajili ya ujumbe huu. Ufalme wako ni wa milele usiotikisika. Mungu, waonye watu wako wewe mwenyewe katika jina la Yesu. Amen.